Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? Bana, nipata nafasi ya kuzungumza na Kiduchu, mmoja kati ya mabinti ambao wanafanya vizuri kwenye series ya ndoa, lakini pia ni binti ambaye ameshibukia nasema kwenye sanaa. Ni binti ambaye tunamtengeneza ama tunampika ili kesho kutwa tuje kuwapata wale waigizaji wakubwa wengine. Niko na Kiduchu hapa, tutapiga na story, lakini pia kuna kitu ambacho natamani nimuulize Kiduchu. Ile scene ya kuvaa shanga binti kama huyu mdogo inakuwaje? Alafu leo nimeelewa kwa nini anaitwa Kiduchu. Ni ana kimwili kidogo kweli. Niko naye hapa, mimi naitwa Leila, hii ni Mbengo TV. Niseme tu kanami mwanzo mpaka mwisho. Kiduchu, mambo vipi? Poa. Mzima wewe? Mzima. Pole na homa. Asante. Jamani, Kiduchu ndo anaongea hivi, msije mkasema ana maringo. Ni anaongea hivi alafu pia anaumwa. Nimeambiwa anaumwa muda sana. Kiduchu, natamani kufahamu jina lako halisi, wewe ni mwenyeji wa wapi, lakini pia nifahamu historia yako ya sanaa, ulianzia wapi rasmi? Mimi naitwa Amina. Amina Rashid. Sanaa nilianzia kwa Chesco. Mimi ni mwenyeji wa Iringa, nimetoka Iringa nikaja moja kwa moja paka kwa Chesco Msafi. Chesco Mr. Big na trendy sana. Nimetoka kwa Chesco, nikaja nikashoot kidogo kwa Chibu. Baada ya kutoka kwa Chibu ndo nikahamia haswa kwa Pasari brand. Nataka tuanzie kwa Chesco. Kipindi ambacho unashoot na Chesco ndio kile kipindi ambacho alikuwa anashoot na Vero Ivela? Ama kipindi ambacho Vero hayupo? Vero nimemkuta hayupo. Vero alikuwa hayupo. Sawa. Mlikuwa mnashoot zile short clip ambazo zilikuwa zikipostiwa sana kwenye Instagram? Hapana, ni movie kabisa. Japo mimi sikushuti sana afu nikaondoka tena. Ilikuwa mpaka gani? Nahisi 2023 hivi. Sikosei 2023. Sawa. Na nini hasa kilikufanya ukaondoka kwa Mr. Big? Ni sababu tu zingine. Za nje tu. Za kazi. Nje. Na ulikuwa unajishughulisha na nini, labda kipi kilikufanya ukasema acha niendelee na hichi niachane na sanaa kwa muda? Ni kazi tu, unajua huwezi sijui nisemeje yani. Ila ni kazi tu za nje, yani kazi zangu mimi binafsi. Nilikuwa nitafuatilia kazi zangu mimi binafsi. Sawa. Kiduchu, tuje huku kwa Pasar. Sisi tumekuona kwa Pasar na tumeanza kukufahamu kwa Pasar kutokana na kazi zako ambazo unazifanya. Tuanzie hapa. Wewe na Pasar mlikutana vipi? Kwenye kazi zetu hizi za kushuti, nilikuwa na shoot kwa Chibu. Ndio. Uita ama wewe ndio ulitaka kuingia kufanya naye kazi? Tulikuwa tupo pamoja, kwa hiyo huku ataenda kushuti huku, wakule ataenda kushuti huku. Na maana ile mnabadilishana wasanii, huyu anaenda na shoot kwenye kazi ya huyu anaenda na shoot kwenye kazi. Akitaka cast na anaona kabisa cast inamfaa, anachukua na shoot. Hivyo. Nimekuelewa. Sawa. Baada ya kuingia kwa Pasar, kaanza kufanya naye kazi. Hii tamthilia ya ndoa ndo niseme imemtengeneza Kiduchu. Kiduchu, mule ndani ya ndoa for the first time unapewa uhusika. Unaambiwa wewe ndio utakayekuwa mhusika mkubwa wa hii kazi. Ilikuwaje? Nilijisikia vizuri, ila nilivyoanza kushuti ile mitego kuna muda nikawa naona mbona kama sio sawa, mbona kama sawa. Ila zilikuwa zinapostiwa wazazi maadili mabaya, sio nini. Unajua ile wazazi wanavulalamika kwamba sio kitu kizuri. Afu mimi kwetu yani babangu mimi ni mtu mwenye dini sana. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kidogo. Ila baada ya kukaa na mama kumuelezea kwamba hili ni kazi kama kazi nyingine, wakanielewa. Nifahamu kitu kimoja. Sini gani kwako ilikuwa ngumu zaidi, kabla hatujelezea ile mitego ya mule ndani na maneno ya watu nje kwenye mitandao? Sini gani kwako ilikuwa ngumu zaidi kuishuti? Nakumbuka sini ya kwanza ile yupo kitandani, mimi ndo naenda kumpandia kwa juu. Ile sini ndo ilikuwa ngumu sana kwa sababu mimi na Pasari tupo kama kaka na dada.
Kwa hiyo ilikuwa ngumu kidogo, ila nilikaza. Ile sini ya kuvaa shanga hiyo pia ilikuwa ngumu, lakini kwa kuwa huku nyuma tayari nilikuwa nisha kwa hiyo nikaona ni kawaida kwa sababu unafikisha ujumbe, haina madhara. Tamani tulizungumzie hili. Comment za watu zilikuwa nyingi sana, hasa kwenye ile sini ya kuvaa shanga. Walikuwa wanasema Pasal mitego yote hiyo lakini bado huelewi. Maneno yalikuwa mengi mpaka watu walikuwa wakianza kukuita malaya kutokana na vile ambavyo unavifanya. Hizi comment kwanza hazijawahi kukuumiza? Ukielewa nini unafanya hauwezi kuumia. Ila japo mwanzo niliumia. Mbona watu wananichukulia hivi? Mbona watu wananichukulia hivi vibaya? Baada ya kuongea tu na bosi vizuri, akaniambia kwamba hizo tu ni maneno ila hayana shida yoyote. Natamani fahamu comment za mtu wako ambaye uko naye kwenye mahusiano. Jinsi ya kushuti, unalala na Pasal, unamkumbatia, unaanika nguo yako ya ndani juu ya nguo yake, unamuonyesha kiuno chako, unakuja unageuka hivi unatikisa mwili. Wao walikuwa wanasema Kiduchu mbona kama anamtega sana Pasal, hatumuelewi. Alikuwa anasema hamna mahusiano sina. Kiduchu mbona ghafla? Mbona ghafla unamtenga shemeji yako? Hapana. Mahusiano sina. Kwa nini? Bado nini? Si bado nafanya kazi kwanza. Kwamba ukifanya kazi utaki kuingia kwenye mahusiano? Nitachanganya mapenzi na kazi afu nitakosa vyote. Kiduchu ni muongo. Kweli. Unatudanganya. Kuna comments zinakuja wanasema jicho ambalo unamtazamaga sana Pasal, jinsi unavyomwangalia, wengi wanahisi labda mnaweza mkawa mpo kwenye mahusiano ama unamtamani ukweli. Ushawahi kuzisoma hizo comments? Nishakutana nazo nyingi sana. Hazikuumizagi? Hapana, kwa sababu ile ni kazi kama kazi nyingine. Unahisi mpo kweli kwenye mahusiano? Hapana, sisi hatuko kweli kwenye mahusiano. Hii ni kazi kama kazi nyingine. Lakini kuna namna fulani hivi Pasal huwa anakuvutia ukimtazama kwenye engo ya Pasal lilo kwenye movie. Kwenye movie ndio. Ila reality hapana. Ni kakaangu. Mimi nazungumzia kwenye shimiana sana kwenye movie. Ukimtazama kwenye engo ya kwenye movie ukimwangalia, mbona kama mwanaume fulani hivi anayepaswa kufanywa hivi na hivi? Kwenye movie ukweli. Namtamani sana. Lakini naona kama si muelewi hivi. Ila nitajitahidi. Nitajitahidi zaidi hapo. Ataingia kwenye itakuwa mimi. Ataingia kwenye 18 tu. Unahisi ukimtazama mke wa Pasal anakosa nini kwa Pasal mpaka kufikia hatua kutokuwa mke mwema kwa mumewe? Nafikiri ni yeye hajajua nini anataka. Kama angekuwa anajua nini anataka asingekuwa anafanya hivyo. Pengine kwenye haya ambayo Kiduchu anayafanya alishawahi kuyaona kwa mtu ama kuna rafiki yake alishawahi kuja kumhadithia? Naam. Kwenye haya ambayo Kiduchu anayafanya ulishawahi kuyaona ama kuna namna rafiki yako alishawahi kuja kukuhadithia ama ulishawahi kukutana nayo kwa namna moja au nyingine? Kwenye DM nakutana nayo. Kwamba mimi na bosi wangu hivi na hivi nilikuwa namfanyia yani mitego ile lakini haelewi hivyo. Sawa. Pengine Kiduchu, hii scenario ambayo inatokea ndani ya movie kija kutokea kwenye maisha yako ya kawaida, unajua namna ya kuitegua? Maana ukiangalia ile mitego ya yule msichana wa kazi, sidhani kama kuna mwanaume wa kawaida anaweza kuitegua kabisa. Kiduchu anashinda kabisa kujibu. Maana yeye ndo anafanya vituko. Nimemuuliza ataweza kuichegua kumweka mumewe sawa asiangaliane na msichana wa kazi? Ndio maana tumewaletea ndoa. Ili watu wajifunze zaidi, wale ambao wapo ndani ya ndoa, especially wanawake. Wawe karibu sana na wanaume zao. Wasiwape nafasi sana wafanyakazi wa ndani. Kiduchu, una mtoto? Ndio ninaye. Una wangapi? Mmoja tu. Ilikuwaje wewe na babake? Hamna chochote.
Mpaka mmeachana imekuwaje kwa? Na kawaida tu. Ana miaka mingapi? Ana miaka 4. Sawa. Nini unajivunia kwa mzazi mwenzio? No comment. Kuna namna unajivunia labda kwa sababu kwa kufanya umekuwa mama? Labda ni hivyo tu. Anawajibika kama baba? Kawaida tu. Mbona kawaida sana? Ama hausiki kabisa kwenye malezi ya mtoto wako? Wewe ndio unayehusika na umeshika namba 1 kwenye game? Mimi ndo namba 1. Okay. Sawa. Anakutafuta? Hapana, sina mawasiliano naye. Unajutia kuzaa naye? Hapana. Okay. Kuna namna hivi utamani kabisa kumzungumzia? Yaani kama kuna kitu alishawahi kukupitisha alafu hukutegemea kukipitia kwenye maisha yako? Hapana, sisi wote ni binadamu. Tuna tabia tofauti. Sisi sote ni binadamu, tuna tabia tofauti. Kwa hiyo siwezi nikamalizia sana hivyo. Utamani kumpa yeye atani kabisa? Achana na hizo mada. Pengine ni mwanaume bado utamani ya kuoa? Hakuna binti ambaye anapitia kwenye mahusiano afu akataka tu kupita hivi akaondoka. Mtoto wako alikuwa yuko kwenye malengo kwamba mlitafuta mkiwa mna malengo kwamba sisi tutafute mtoto, ama ilikuwa bahati mbaya? No comment. Sawa bwana. Neno moja kwa mashabiki zako, nini unawaambia? Nachotaka kuambia waendelee kufuatilia. Kazi zipo nyingi sana za kufuatilia. Kuna Sweet Killer, kuna Love and Tears, kuna ndoa kama hivyo. Zipo nyingi. Japo nazishuti mimi mwenyewe ila hivyo. Waendelee tu kufuatilia. Kingine wapunguze sana. Mimi siko hivyo wanavyofikiria wao. Mimi niko kawaida sana.